Anatamani sana kubeba ujauzito, hajawahi kutumia uzazi wa mpango. Kumekuwa na shida kubwa sana. Wengi wanaamini moja ya chanzo cha kutokubeba kwa muda mrefu lazima uwe umetumia uzazi wa mpango. Hapana, kwa sababu kama unahitaji kubeba ujauzito na hautumii uzazi wa mpango wa aina yoyote ile, nisikilize kwa makini. Cha kwanza, zingatia periodi yako kila mwezi. Hakikisha umeingia periodi ndani ya miezi mitatu kwa tarehe zisizovurugika, kwa mpangilio. Mzunguko wa 28 utabaki na 28 tu, mzunguko wa siku 30 utabaki wa siku 30 tu. Hapo itakufanya ujue mzunguko wako ni wa siku ngapi. Ukisha utaenda kwenye stage inayofuata, kutambua siku zako za hatari. Hakikisha unaifahamu siku yako ya hatari ili uweze kushiriki tena na mwenzako kwa kuweza kubeba ujauzito. Hatua ya tatu, kujua siku zako za ovulation, rutuba, ile siku ambapo mayai yako yanapevuka. Kwa maana kwamba kuna uwezekano wa 100% ukishiriki tendo la ndoa katika siku zako za upevushaji wa mayai kubeba ujauzito, kwa sababu mwili unakuwa upo tayari kupokea na kuweza kufanyika urutubishwaji na mimba kutungishwa na kwenda kujishikiza katika mji wake wa mimba. Cha nne, achana kutumia vitu hatarishi ambavyo vitapunguza uwezo wako wa kuweza kubeba ujauzito. Cha tano, punguza kufanya kazi nzito kama mwanaume, kwa sababu moja ya vyanzo vingine vya kuharibu mfumo wa mwili wa mwanamke ni kufanya vitu ambavyo vipo katika nje ya uwezo wao, kama kufanya kazi nzito, kazi ngumu, kama wao ni wakina baba. Lakini jambo la kuzingatia, epuka kutumia vitu vyenye mafuta mengi. Punguza uzito wako, kuwa na uzito wa wastani. Unapokuwa na uzito mkubwa inakuwa ni ngumu sana kuweza kumaintain mwili wako metabolism ambazo zitaweza kuwa na uwezekano mkubwa na homoni kuweza kusupport mwili wako na kuweza kuwa tayari kuweza kubeba ujauzito. Lakini zingatia hili ambalo nitaenda kulisema kwa sasa. Hakikisha mwanaume wako ana uwezo wa kumtungisha mwanamke ujauzito. Kama mume wako atakuwa na changamoto katika mfumo wake wa uzazi, itakuwa ni ngumu sana wewe mwanamke kuweza kubeba ujauzito, kwani safari ya kuitwa mama na baba ni ya watu wawili. Sio mwanamke tu ambaye anaweza akajipa mimba yeye mwenyewe bila mwanaume. Ikiwa unatamani sana kubeba ujauzito na kuitwa mama, hakikisha unazingatia vitu ambavyo nilivyovitaja na kuchukua namba yangu kwa bio kwa ushauri na tips.